Familia moro mawuok e gweng' ma Itondo e kaunti ma Vihiga manyo ratiro ne nyathigi manyako manochiel gi magina e yo magalagala e dalagi tarik 24 dwe mar 12 higa mokalo. Min nyathino Jacqueline Odongo yango ni nyathine ma jaklas 12 no ne riko yuecho e kinde ma gimoro nochwado tiende molwar, to kanoring kode od thieth mayala ne oyange ni en magina kendo nochunogi mondo gigo lipot kuom apisa mag okwach kich ma Luanda mane obedo joneno e bero manotim ne nyathino e od thieth maduong' ma Vihiga. Familia no okoni nyaka sani pok yudo ratiro moramora kata obedo ni apisa mag okwach kich ne osingo matimo nonro kaluwore gi masira no. Safi kwa kiwanja akifagia. Wakati mtoto alifika anaenda kumalizia takataka kufagia, tukakaa mimi nafua hapa, nikasikia kitu ikifanya tu. Mtoto akaanguka chini akaanza kusema, mama, kitu imelipukia kwa mguu yangu. Nikakimbilia mtoto, nikapata mtoto ameanguka, damu inatoka, nikamchukua nikampeleka hospitali. Hospitali ya kwanza wakamtibu, wakasema wajui kile kitu yenye imeingia kwa mtoto. Ndio wakatuambia tukapeleka Yala. Kupeleka Yala, huko Yala wakapima mtoto, wakasema tupeleke mtoto X-ray. Kupeleka mtoto X-ray, mtoto akapatikana ako na risasi kwa mguu. Nilichukulia kama kitu mzito sana kwa moyo wangu na tukashindwa tutafanya aje. Hata sisi wengine tulishtuka kwa roho, lakini hiyo kitu inafaa serikali iangalie, itusaidie. Huyo mtu ajulikane alikuwa mtu gani. Kama alikuwa mtu kutoka kwa area, kwa sababu pengine kuna watu wako kwa area na wako na bunduki. Sisi hatuwezi jua. Tujue hiyo risasi itoka kwa mtu wa area ama itoka kwa mtu wa mmoja wa utawala wa serikali ya Kenya. Sasa tunataka serikali tusaidie. Kama risasi imefika hapa Risafu, je, kwa manjia itakuaje? Kama risasi inaweza chapa mtoto asubuhi na usiku itakuaje? Tunahofia maisha yetu. E kinde maskunde oyawa yanga ne somo matamo kuongo kendo jopuonjre